Yes, mwendo musei sakana mwendo mwebukesia kini kilungu chaku kilungu endete muno ni kilungu kitwa Ekai Tuneene na nimwe ya Ekai Tuneene ira yeteto kwenye kwesila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV na yu omonde twikondo yani twikondo wase katika background onatuweke na by the way we ikala ni anaitwa na yu omonde nina mweni wa vinya muno yani mweni wina story mwe very inspiring kana story mwe zero pure ikwetha yu tuthia mundu bandu onaka no the maybe no the ata kwetha unena kikamba lakini ninge nondo ni shabiki wakwa kana shabiki wetu muyandu asomu nenda mwikalenia na itu ikenda ni mmoja mundu wa ana muno yes mtu anaitwa tuyakuita nani Sasha Kenya. Sasha Kenya. Yeah. Karibu sana huku Kenya. Yeah. Ama huku tuko New York City. New York City. Look at the view behind me. It's so beautiful. Yes. Sasa Sasha ni nani? Well, Sasha ni mwanamuziki. I sing gospel music. Mimi pia ni entrepreneur. Mimi ni mama wa mtoto mmoja. Mimi pia ni Christian Science nurse kule US. And mimi pia ni author. I have a book coming out soon. I'm working on it. Yeah. So Sasha, hizi ndo majina ziko kwenye ID ama ziko kwenye passport? Hapana, Sasha Kenya ni jina ya social media. Yeah, majina ya usanii majina ya usanii. Kwa social media naitwa Sasha Kenya, kwa ID naitwa Euphrasia Lihanga. So mnasikia hizo majina zingine yani majina ni noma. Anyway, Sasha, unaweza tuambia maybe umezaliwa wapi? Wewe ni Mkenya ama wewe si Mkenya? Mimi Mkenya kabisa. Wazazi wangu wanatoka Kakamega. Baba yangu anatoka sehemu ya Shinyalu, Haega pale Shinyalu. Unajua pia tuna mashabiki huko. Salimia sana mashabiki. Mashabiki wa Haega, Shinyalu, hapo Kakamega. And my mom comes from hapa mahali before ufike Haega, so she comes from there. Yeah. Mimi nimezaliwa na wazazi wangu, nimezaliwa Kibera 7. Nimezaliwa Kibera line 7, nimelelewa Kibera line 7, nimesoma primary school inaitwa Langata Primary School ambayo iko ukipita Kibera unaingia Nyayo High Rise, then unatokea hapo prison. Hiyo shule ilikuwa tu hapo sasa. Hapo ndo nimesomea primary mpaka class 8. Nikatoka hapo nikaenda high school, Chamakanga Girls High School, iko Vihiga. Sasa I think iko Vihiga County. Yeah, alafu nikatoka huko nikaenda nikasoma Kenya School of Professional Studies. Nikafanya higher diploma in information technology. And at that time nilikuwa nimefika mahali penye nataka sana join one of local universities nifanye computer programming major. Alafu nikapata idea through God's grace, God's wisdom, nikapata idea ya kuapply kwenda shule USA ama kufanya kazi. Nika-apply zote mbili, nikachukuliwa zote mbili. So at this point I had to really pray and ask God for guidance, nijue kweli naweza fanya gani. Nilikuwa nataka sana kwenda shule nimalize nipate degree, nipate masters, but situation nyumbani ilikuwa kidogo, ilikuwa ya shida. So nikajua nikienda US kusoma nayo sitakuwa na usaidizi kabisa. So sitakuwa na mtu ambaye atanisaidia. Kuna shule ilikuwa inanipatia grant, but haikuwa inanipea 100%. Ilikuwa inanipatia pesa 80%. Which is pretty good. Alafu 20% ilikuwa inafaa mimi nilipe. Na wazazi wangu hawakukuwa in a position at all kusaidia na hiyo. So unajua babangu alikuwa anafanya kazi kwa Kenya Bus Service kama dereva. Alifanya kazi huko more than 20 years na Kenya Bus ikaanguka. Hata walipotoka huko wakulipwa na akafanya kazi like 6 months wakiambiwa utalipwa. So hata hiyo 6 months hakulipwa. In fact most of his friends and colleagues walikufa juu ya depression, juu ya stress. So sisi kitu ilisaidia baba yetu ni kuwa mama yangu alikuwa anafanya kazi kidogo Kenyatta Hospital. So alikuwa anafanya huko, yeye ndio sasa akashikilia familia. So hiyo kusema ningeenda shule
na mama ndio huyu, ndiye anafanya kila kitu. Baba amesimamishwa kazi after working for 23 years bila kulipwa, ako depressed. So ikakuwa ni time ngumu, so nikaamua kuchukua kazi ili niweze kuwasaidia. So acha nikuulize tu kidogo, kidogo tu. Umesema your dad alikuwa anafanya kwa Kenya bus? Yeah. For how many years? For 23 years. For 23 years. Na maybe unaweza jua mwaka ilikuwa maybe mwaka gani, sababu Kenya bus ni za kitambo? Kenya bus ni za kitambo kabisa, 80s Alianza kufanya kazi huko 80s. Sikumbuki kabisa ni mwaka gani cause nilikuwa mdogo. Yeah, but sasa kazi imekuja kuisha I think 2000 because mimi nilimaliza high school 2005. So I think hapo 2003 siko sure kabisa, but somewhere there in 2000s hapo. Yeah. Okay, na sasa hiyo time umesema ulikuwa unasomea ile shule ulikuwa unasomea Langata Road primary ama? Yeah, primary. Ilikuwa public school ama ilikuwa private? Ilikuwa public. It's a public school pale Wilson Airport. Close to Wilson Airport hapo. Yeah. Na hiyo time mlikuwa watu wangapi kwenu? Mlikuwa watoto wangapi? Sisi tulikuwa watoto 4. But at that time tulikuwa watatu. Huyu mdogo alikuwa bado hajazaliwa. Okay. So, and you're the first born? No, I'm the third. Are you serious? I'm the third born in a family of 4. Yeah, so I have an elder brother who is here in Kenya. I have an elder sister who is in the US, and then there's me, and then I have a younger sister also who is in the US in school. Oh, okay. Yeah. So then kutoka hapo, what happened after? Sasa baba yako maybe amepoteza kazi. What really happened? So life ilikuwa so frustrating. Things were not even working, but through God's love and through prayer, we were able to pull through. Yeah, we were able to pull through, and then hiyo wakati si nikachukuliwa nikaenda sasa nimepata hii position ya kazi na nimechukuliwa na shule. So I had to decide US. So I had to decide nichukue wapi. Babangu, my dad really loves his kids to go to school. He really wanted me to go to school. But looking at the situation home, haikukuwa ina make sense. To me that didn't make sense. Nikaona nichukue kazi, nikifika US, niende nifanye kazi na nifanye shule part time. Yeah, at the same time, yeah. So nikafika US na unajua kwa ground vitu ni tofauti. Vitu ni different. Vitu ni different. So nikafika huko, kufika huko, kazi leo unaingia asubuhi 7 to 3, kesho utakuwa 3 to 11. After 2 days uko 11 to 7 usiku. So there's no way utakuwa na schedule ya kwenda shule. Alafu tena kuna siku kuwa US citizen at that time. So hakuna venye ningepata benefit ya US citizens when it comes to education. Kuna benefits wanakuwa nayo. So I had to fully cover my tuition and everything. So ikakuwa bado hiyo ni ngumu. I actually registered in 3 colleges but singeenda. Yeah, vitu zilikuwa tu haziwork. Yeah. Then kutoka hapo what happened? So kutoka hapo si nimepata kazi sasa, nimeongea na wazazi, tumeelewana nitaenda nifanye kazi na niende shule. Kufika sikuweza kwenda shule. Nikaamua sasa kufanya kazi na kusaidia wazazi wangu. Nikanunua shamba, nikawajengea like huko Nairobi, huko Kenya. Yeah, hapa Kenya. Nikawajengea nyumba, nikawasaidia ku clear vitu zingine zenye walikuwa nazo. Wakasettle. Yeah. Wow. Shabik, si unasikia vile Sasha kuna story moja very touching ama very interesting. Tunaendelea ndio tusikie kutoka hapo nini iliendelea. Kwa hivyo just keep it locked, be with us.